Halo? Na yajua matendo yako, kwamba huwezi kuchukuliana na watu wa namna gani? Wabaya. Rudi uone anachokiandika Yuda. Rudi hapo uone Yuda anasema. Yuda anasema fungu la 3 kwamba wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa nini? Ufisadi. Nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Hao watu wana nia njema na kanisa? Wana nia njema na kanisa? Angalia anachokiandika Yohana Ufunuo. Anasema najua subira hukutaka kukaa na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa ni watu wa namna gani? Waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu ya shida ambazo zimeingia ndani ya kanisa, kwa sababu ya dhahama ambazo zimeingia ndani ya kanisa, kwa sababu ya mateso ambayo yameingia ndani ya kanisa, kwa sababu ya watu waliojipenyeza kwa siri, hawana nia njema na kanisa, hawana mafundisho ya kweli, na ulipowapima ya kwamba wao ni mitume, la hasha, wanafeli, sio mitume. Hawa wamekuja kwa siri, ni makafiri. Kazi yao ni kulitaabisha kanisa. Turudi katika historia. Moja ya vitu ambavyo kanisa la awali lilipambana nayo ni mafundisho ya uongo, ni mateso yaliyolikabili kanisa. Kanisa ikafika mahala likaacha upendo, likaonekana linapoteza mwelekeo, likaonekana limerudi nyuma kwa sababu ya mambo kama hayo. Mbona mchungaji hatukuelewi? Kwani akina Stefano wamepigwa mawe wanakufa katika kanisa lipi? Kwani mitume wamekamatwa na kupelekwa gerezani ni kanisa lipi? Kwani hawa mitume walioteswa, wengine wanauawa, wengine wanasulubishwa, wengine wanaomba msalabani, wengine wanachunwa ngozi, wengine wanaburutwa na magari ya mafarasi, lilikuwa ni kanisa gani? Kanisa la Efeso likaingiliwa na mateso. Kanisa hili likaingiliwa na mafundisho ambayo sio. Watu wakapigwa vita, wanafunzi wakaambiwa msifundishe habari za Kristo. Lakini Biblia inasema wakati hata walipochapwa viboko walifurahia na kusema tunashukuru hata sisi nasi tumeonja mateso ya nani? Ya Kristo. Kanisa likaingia katika shida na likaenda kuacha upendo wake. Na ndipo sasa Yohana anakuja na ujumbe. Anasema ninajua uvumilivu wako, ninajua subira ulionayo, ninajua namna unavyotaabika, ninajua hata huyu aliye na ubaya haukuvumilia kuketi pamoja naye. Lakini sasa mbona umeuacha upendo? Mbona umerudi nyuma? Mbona hauipambanii imani uliyokuwa nayo? Mwanzoni ulianza vizuri, ulikuwa mshiriki mzuri, tulikufahamu, tulikujua kwa mwenendo, kwa tabia, ulivyofanya mambo ya kanisa kwa juhudi. Lakini sasa mbona umerudi nyuma? Mbona umerudi nyuma? Upendo wako umepoa. Kilio ndani ya kanisa. Wale kauliza, kwani hakuna wataabishaji wa kanisa? Hivi mlishawahi kuona watu kanisani wao kila agenda ni kupinga? Mabaraza yakikaa, yani furaha yake ni kuchafua tu mabaraza, ni kuchafua tu mabaraza. Hiyo ndio kazi yake. Ndio kazi yake.
jema lolote. Mkisema tujenge choo, anasema mnajenga choo ya nini na bado kibweta. Mkisema tunajenga kibweta, anasema hamueleweki, mara choo mara kibweta. Mkisema tunafanya mahubiri, tunafanya mahubiri, hatuna kanisa. Mkisema tunafanya hivi, anasema yaani yeye kila kitu ni kupinga. Hana zuri. Hao watu wako Nazareti. Hao watu wako Nazareti, na Nazareti mko vizuri sana. Hamjawahi kuona watu ambao yaani wao wanapokaa wanatamani waone watu wanagombana, wanatamani waone watu wanakorofishana. Kazi yao ni kugonganisha watu. Ni dumila kuwili, akija kwa mama fulani anapachika umbea mwingine, akienda kwa mama fulani anapachika umbea mwingine. Amewagonganisha washiriki, hata baadhi ya washiriki wameliacha kanisa kwa sababu yake. Kwani hamjawahi kuona washiriki wanaogonganisha waume za watu? Washiriki wanaogonganisha wake za watu, washiriki wanaogonganisha wajumbe wa baraza la mtaa, wanagonganisha wajumbe wa baraza la kanisa, wanagonganisha wajumbe kwenye halmashauri. Yaani wao wakisimama hawaeleweki, hawana ajenda ya Kristo, wana ajenda yao peke yao. Ndio ajenda yao. Tunataka tununue vyombo, ni vyombo yani na ni wambea hatari. Kama utadhani wamesomea, wamehitimu degree. Anajua namna ya kujiengua. Anatengeneza tatizo, alafu anajengwa na kaa pembeni. Basi tuachane na hilo. Kwani hamjaona watu ambao wamesimama waziwazi na kufundisha mafundisho kinyume na kanisa? Akisimama na mambo yake. Hamjawaona washiriki ambao wanatumia vifungu vya Biblia kwa ajili ya kulinda dhambi zao, kwa ajili ya kulinda maslahi yao? Ni kama ninasema unabii, eti mama fulani nasema unabii. Bwana Yesu asifiwe. Mnakaa mnajiuliza, mbona mambo hayaendi? Kumbe huku ndani kuna watu wana ajenda zao wao wenyewe. Ni kweli mnateseka. Kila kwa yetu mwaka tukijaribu tunataka kushuti haieleweki. Tukitaka kufanya hivi mambo hayaendi. Kumbe kuna kikosi kana mambo yao. Wakitaka mambo yao yaende, hapo wana support. Kama mambo yao yamepigwa, hawataki. Wana mambo yao, wana ajenda zao wenyewe. Hamjawahi kuona watu mnakaa baraza la kanisa, mkimaliza wanaenda kukaa baraza la pembeni? Wanaanza kutembea, wanashawishi mkutano mkuu wa kanisa. Jumapili ijayo tuna mkutano wa kanisa, kwa hiyo kuna ajenda fulani, tukifika pale pinga, tukifika pale sema hivi. Wanajiandaa, wanajiseti, wana ajenda zao wenyewe. Hamjanielewa. Hamjaona watu tukielekea kwenye uchaguzi wa viongozi wa kanisa wanajipanga kuchagua viongozi? Wakati tunasema jamani ni wakati wa kuomba ili Mungu ajitwalie viongozi, wao wana vikao vyao vya pembeni, wana seti mambo. Wanasema tukifika kanisani wakisema anasema wewe utanyosha mkono mtaje fulani, wewe utanyosha mkono mtaje fulani, wewe utanyosha mkono mtaje fulani, alafu ukiingia kwenye kibaraza cha maandalizi mtaje fulani, ingia kibaraza cha uchaguzi mtaje fulani, ingia kibaraza cha uchaguzi mtaje fulani. Hao watu hawapo. Wana ajenda zao binafsi. Wewe unataka fulani awe mzee wa kanisa ili unataka fulani awe mhazini ili ufanye nini? Ule hela. Unashangaa mnapambana, jamani, tumeanza mwaka, tunataka tufanye hivi, mambo hayaendi, tunataka tufanye hivi. Unashangaa ni kwa hiyo makao umeratibu mipango, wakimaliza kumbe kuna kamtu fulani hapa kana genge lake. Akimaliza hapo mnakutana, bala mnasikia leo alikuwa guest fulani na mke wa fulani, alikuwa guest fulani na mke wa fulani, alikuwa amempachika sivito watu mimba, na mke ni mchungu kama pilipili.
Mlikuwepo saa ngapi? Mliniona? Nani aliniona? Aje aseme nani? Unatetea dhambi. Ama mnadhani haya mambo yalikuwa kwenye kanisa la Efeso peke yake? Mateso yameendelea kulitesa kanisa. Kuna watu wameendelea kuwa miba katika kanisa. Kuna watu wameendelea kulitaabisha kanisa. Kuna watu wamelifanya kanisa halisongi, lipo kama linaenda haliendi. Wana ajenda zao binafsi. Fungu la 7 linasema, yeye aliye na sikio na alisikie neno ambalo Roho aiambia makanisa. Yeye aliye na sikio na asikie Roho anavyoliambia kanisa la Nazareti. Amina. Asikie jinsi ambavyo Roho aliambia kanisa la Kisiwani. Amina. Na ninakutangazia, endelea, ila kuanguka kwako ni karibu.